Utaratibu unafahamika kama ilivyo sheria na taratibu. Mgeni anamsalimia mwenyeji, alafu na mwenyeji naye anajibu salamu hiyo. Hao ni vijana wa Pamba kwenye full green. Yes, kwenye kikosi anakosekana Saleh ambaye ana kadi 3 za njano kwenye mchezo huu, lakini wengine wengi ni wale wale, akianza Kaseke dhidi ya timu yake ya zamani Yanga. Kikosi cha leo, Mudathiri amerudi kwenye kikosi cha leo hii, Bakari Nondo Mwamnyeto pia, Maxim Pienzengeli pia ameanza. Hao ni baadhi ya wale ambao wameanza moja kwa moja kwenye kikosi, tofauti na mchezo uliopita golini ya Kibaki Diara. Na kwa filimbi hiyo ndo tunakwenda kuzianza dakika 45 za kipindi cha kwanza. Pamba wakicheza na Young Africans baada ya miaka mingi kwelikweli. Yanga wanakuja kucheza na Pamba hapa, miaka mingi kwelikweli. Yanga wanakuja kucheza na Pamba Mwanza. Historia ina yake inaanza kujirudia, kwamba mwezi kwenda kiwepesi wepesi. Ile Kaseke anaweka kwenye njia pembeni, sasa kule Momanyi bado anaingiza ndani kwa lango kuu, nafasi ile chupu tengeneza nafasi hapa, shambulizi la maana Pamba. Momanyi aliingiza mpira ule, lakini umaliziaji yake ndio kwa sawa sawa. Jaribu ile kamera Abdullahi Yonta. Ngoma iko kwa Kaseke, pembeni kule kwa Mayombia. Zabona ameingiza ndani kule, anakataa ile, bado nafasi ile, nyaka maridadi kabisa Djigui Diarra. Attempt nyingine tena wanaifanya Pamba hii, lakini hakuwa na target sawa sawa. Diarra alikuwa kwenye eneo la near post. Zabona anaweka kwenye njia ndani huku, bado Babatu nafasi ile, anafinywa mtu ndani ya boksi, chupu. Matthew Tegis Momanyi afanye jambo hapa, kwambia amecheza michezo 5, amehusika kwenye magoli 5, akifunga mawili na kufunga matatu na kutoa assist 2. Huu ni mchezo wake wa 6, pengine alikuwa anaitafuta namba 6 kwake. Striker wa boli kutoka Shabana kule, akija Tanzania Pamba, Shadrack Isaka Boka. Ameweka kwenye njia ndani tena kwa Maxim, pia amebetwa ndani, nafasi ile kwa Isra, bado mpira kwa uwanjani. Mudathir amepoteza nafasi ile. Mudathir Yaya basi hakuwa na bugdha yoyote ya kukabwa na mtu, usukumiza kwenye nyavu, shughuli ikawa kubwa. Aliupiga kofi ile, kutaka kufunga kwa kupiga kofi, mpira umepaa juu ya lango. Goal kick. Aucho tena Maxim Pienzengeli, Mudathir Yaya, free kick wanapata Yanga nje tu kidogo ya 18. Utuliza Mudathir Yaya, ukawa na papatu kati yake na, ngoja tuone, Shadrack Boka. Shadrack Boka Maide. Goli lake la kwanza msimu wake wa kwanza, mara yake ya kwanza kucheza Kirumba, anazigusa nyavu za Kirumba kwa mara ya kwanza kwenye goli la kwanza. Yona Mosika usindikiza tu kwa macho, angefanya nini? Ibrahim Baka, Momanyi na mmoja, Momanyi bado, Momanyi chupu, kona. Akajikuta anatoa assist hapa, chupu ingekuwa assist. Hii mara ya pili kwenye mchezo huu Yanga, back passes zinageuka assist. Imekuwa ni bahati tu Pamba hajazitumia vizuri. Mara ya pili kona, yenda kupiga Kaseke, ikiwa ni kona ya 3.
jambo aliko sawa, anasaidiwa na mwamuzi msaidizi nambari 1 wa mchezo Jesse Erasmo kutoka Muruguru. Maxim pia Nzengeli nyanyua mkubwa ndani huku. Aucho amejitwisha. Ndosha Yona. Mwamnyeto. Nafasi kwa Yanga na undosha. Bado. Boka inagonga mwamba. Bado inazagazaga tena. Dube tesa golikipa. Mwenyanyuliwa tena juu huko na wai Yona Amos anaukamata. Dakika 4 zikiwa zimeongezwa. Aliuondosha ule goalkeeper, lakini kakutana na shuti ile la Boka ikagonga mwamba ikarudi ndani ya uwanja. Mwenda Mzize. Naam. Dakika 45 za kipindi cha kwanza zimemalizika. Mchezo kati ya Pamba Jiji Football Club na Young Africans. Pamba Jiji wakitoka bado mambo yao si mazuri sana. Karibu tuzianze dakika nyingine tena 45, lakini hizi ndio za mwisho. Usipofanya vyema hapa shughuli inakuwa nzito kwenye msimamo kwa nafasi uliokuwa nayo. Pamba wako nyumbani CCM Kirumba kuwakaribisha Yanga mara baada ya kupita miaka zaidi ya 20. Dakika 45 za kipindi cha pili. Tuone nini anakataa ile Madu Kamara. Mbegonyeje kwa Maxi. Maxi pia Nzengeli anatesa maridadi Yona Amos. Piga shuti ya Ziziki na nuliwa tena. Cheza maridadi kabisa Yona Amos anaondosha hatari ile. Shambulizi la aina yake wanafanya Yanga mapema hapa. Timing yake ilikuwa nzuri ile. Namna alivyotanua miguu. Ingekuwa assist kama angefunga Maxi. Aziziki cheza maridadi kwa mara nyingine tena Yona Amos. Akaona mbona zote mnaniachia mie. Naenda nje. Piga vizuri Aziziki, lakini kipa alikaa vizuri zaidi. Dube ababatiziwa Aziziki. Hawakuzungumza hawa Yatumbukiza ndani kule na kaa uzuri Yona Amos anatoa nje. Hakuzungumza kipa na beki wake. Madu Kamara anamwambia vipi? Niambie basi. Wote walienda kupiga mpira mmoja. Kawa heri kwao, kipa aliwahi kurudi. Kona anaenda kupiga Yanga. Wakati huu ni Stefan Aziziki. Clement Mzize akimpisha Jonathan Ikanga Lombo. Ya Mungu mengi. Dube ndia nao Ikanga Lombo. Aziziki cheza na kama golikipa. Aziziki akumuona Maxim pia Nzengeli. Ikanga Lombo alitoa pasi maridadi ndani ya box ile. Azizi akajikuta anampasia golikipa Yona Amos. Jonathan kaunyunyua ndani huko kumtafuta Maxim pia Nzengeli. Umemkuta Max na anarudisha ndani kule. Gonga kichwa kile. Stefan Aziziki alikuwa nje na goli lake. Ilikuwa ni swala la muda tu kutumbukiza. Wakati huu kichwa amekipiga sawa sawa. Kwenye historia ya ligi kuu kwake hili ni goli la pili anafunga kwa kichwa. Msimu uliopita kwenye magoli yote 19 alifunga moja tu kwa kichwa. Hakuwa kwenye nafasi nzuri ya kufunga. Katikati ya wachezaji watano wa Pamba, Aziziki anapiga free header na kuiongezea Yanga goli na kuwa goli la pili. Wachezaji watano wa Pamba wamebaki wanaangaliana. Aziziki urefu huo hana. Muona mara mbili anapiga alafu twende. Moja amefanikiwa, moja amekataliwa. Duke Abuya. Stefan Aziziki. Azizi bwana harusi hana masara. Bwana shemeji ameamua Ikirumba yeye ndo awe mfalme.
Amegoma Fungate, lakini hajagoma kufunga. Pamba wanaendelea kuokota ndani ya nyavu. Mwamba wa Gadugu huyu hapa, Stefan Aziz Ki. Karuka tena karuka, lakini hakufikia. Kugeuka nyuma, mpira kwenye nyavu. Unasema sizitaki tu mbichi hizi. Na Kibinge bado ana nafasi ya kupiga na unyaka maridadi. Djigui Diarra aliupoteza, akaupata tena John na Kibinge, lakini Diarra akaunyaka mpira ule. Boka naam. Dakika 90 zikimalizika kwenye uwanja wa CCM Kirumba. Mimi ni Pascal Kabombe. Pamba 0, Yanga magoli 3.